Okay, mjambo wanafunzi? Jambo, shikamoo mwalimu. Marahaba, habari za mchana? Naomba mketi. Nataka tujadiliane kuhusu swali la fasihi ndani ya lugha ya Kiswahili. Nataka tujadili kujibu swali la nini? La fasihi. Swali la fasihi kwenye mtihani wa taifa lina maksi 15. Sasa swali kama hilo ukilizembea ukakosa nyingi, basi ukosa angalau 3 hivi 2, lakini inabidi ukomae upate 13 mpaka 10 na ngapi? 14. Sawa jamani eh? Kwa hiyo swali la fasihi hili linataka mtu awe anauelewa. Swali linasemaje? Waandishi jambo usilolijua ni ujinga, si ndio? Waandishi wengi wa tamthilia wamekuwa makini sana katika uandishi wao ili kuondoa ujinga huo kwa wasomaji wao. Thibitisha hoja hii kwa kutumia tamthilia 2 ulizosoma. Swali ukiliona kama hili, usikimbilie kulijibu. Kaa chini, tafakari, fikiria, kwa sababu maswali ya vitabu yanakuwa na majibu ya aina nyingi. Kuna swali linataka ujibu kwa kutumia dhamira. Kuna swali linataka ujibu kwa kutumia ujumbe. Kuna swali linataka ujibu kwa kutumia migogoro. Kuna swali linataka ujibu kwa kutumia mafunzo. Kuna swali nataka ujibu kwa kutumia labda mandhari na kadhalika, si ndio? Ndio, si ndio? Sasa wewe msomaji wa swali, unaposoma swali kama hili inabidi ufikirie kwa makini kwamba mwandishi anataka nijibu kwa kutumia kitu gani. Tuko pamoja? Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Haya, sasa swali hili ukiliangalia wewe kama wewe, nataka tutumie nini? Dhamira, ujumbe, migogoro, mafunzo, mandhari au kitu gani unapoliangalia ile swali? Kono juu. Mnafikiria? Naona mkono mmoja tu. Helen? Mafunzo? Mafunzo. Mafunzo ni nini? Naomba jibu. Mafunzo ni nini? Wewe unavunja vidole, unainua mkono kujibu. Mafunzo ni nini? Mafunzo ni elimu, si ndio? Itolewayo kwa ajili ya jambo fulani. Kwa pamoja? Mafunzo ni nini? Elimu itolewayo kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo mwandishi kwa anakuwa anatoa nini? Mafunzo ambayo ni elimu kwa hadhira yake. Tunaelewa vizuri eh? Ndio. Swali hili inabidi liandike kwa kutumia utangulizi.
Yaani swali ni swali la kuandika kwa muundo wa ese. Sasa swali kama hili linatakiwa uwe makini kuandika. Na utangulizi wa ese mara nyingi unakuaga na aya moja. Ukiandika utangulizi tumia aya moja. Na hiyo aya inatakiwa na vitu vingi kama 4 ndani yake. Sawa? Cha kwanza ndani ya aya hiyo moja kuwe na maana. Maana ya nini? Kile kilichoulizwa kwenye swali. Si ndio? Pili, ukubali au ukatae hoja. Kubali au kataa hoja iliyowasilishwa. Si ndio? Tatu, iliyoandikwa na. Sawa? Iliyoandikwa na Edwin Semzaba, si ndio? Edwin Semzaba. Na tamthilia ya Kilio Chetu iliyoandikwa na medical waandishi wote wanatoa, atuseme waandishi hao wote wanatoa elimu kwa wasomaji wao. Hapa utangulizi umeisha. Unaweza kuandika nini? Unaweza kuandika nini hapa? Utangulizi. Kwa hiyo utangulizi wako inatakiwa ukae hivi ndani ya aya moja. Ngapi ananielewa? Ngapi ananielewa? Kama umeelewa vizuri, mkono juu kabisa kwa nguvu. Karibu wote, sio? Si ndio? Ndio. Aha, sasa inakaa vizuri. Kwa sababu mtu ukielewa ni rahisi kuweza kufanya ambacho unatakiwa ukifanye. Kwa hiyo baada ya kuandika utangulizi huu, inakuja kazi ya kwanza ya kutambulisha kitabu utakachoanza kukitumia. Sawa? Si ndio? Ndio. Tambulisha nini? Kitabu utakachoanza kukitumia. Tuanze na kitabu gani? Sasa hapa walimu utofautiana. Mwalimu mwingine atakwambia uandike mbele yake hapa, si ndio? Lakini mimi waga nakataa. Nakwambia uanze aya hapa, tunaita aya unganishi. Aya unganishi. Yaani kaaya kadogo kaenda kufanyaje? Kaenda kuunganisha. Kwa hiyo mimi siwezi kubaliana na kuunganisha. Ila waga napenda mwanafunzi aanzie wapi? Hapa, ili msahishaji aone aya zilivyopangwa. Unasema lakini hapo umeshaingia, unaona nilivyoingia hapo? Na hapo unaingia hivyo hivyo hapa hivi. Tusome kuanzia hapa mpaka hapa wote kwa mtiririko. 1 2 twende. Ujinga ni hali ya kutokuelewa jambo. Ni kweli kabisa, jambo usilolijua ni ujinga.
Kusoma ni shida? Twende. Anza upya. Ujinga ni hali ya kutokuelewa jambo. Ni kweli kabisa, jambo usilolijua ni ujinga. Hivyo waandishi wa tamthilia wamekuwa makini katika uandishi wao ili kuondoa ujinga huo, kwa kutumia tamthilia ya Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe iliyoandikwa na Eric Sendaka na tamthilia ya Kilio Chetu iliyoandikwa na Medical Foundation. Waandishi hao wote wanatoa elimu kwa wasomaji wao. Kwa kuanza na tamthilia ya Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe, mwandishi ametoa elimu kwa wasomaji wake kama ifuatavyo. Umeona? Umesikia? Ndio. Yaani mwandishi hapa alichokifanya ameifundisha wasomaji wake ili waweze kufanyaje? Kuelewa, kuachana na swala la ujinga. Tuko pamoja? Tuko pamoja eh? Sasa na mimi nataka nikupe kazi. Nikupe nini? Kazi. Nikupe kazi. Mimi niishie hapa. Halafu wewe sasa uendelee kujibu, nije nisahihishe ulichokijibu kwa kufuata mtiririko huu. Au kuna shida? Hapana. Hakuna shida eh? Ndio. Asante sana. Tukutane kipindi kijacho. Baada ya kusahihisha nitaona umekosea wapi ili niweze kuelekeza zaidi. Ila cha kuzingatia, wakati nilipoendelea kuandika pointi ya kwanza, ya pili, ya tatu kitabu kimoja, ukianza cha pili na kiunganisha hivyo hivyo kwa kumalizia na riwaya na tamthilia ya, si ndio? Alafu unaelezea walivyoeleza hapo, alafu unamaliza unaweka pointi za kitabu chake cha ngapi? Cha pili. Muhimu, unapoandika pointi yako hakikisha pointi moja inakuwa na vitu vikubwa vitatu. Ni ngapi? Vitatu. Cha kwanza, ueleze pointi hiyo. Cha pili, utoe mfano wa muhusika kwenye kitabu. Kama ukiongelea kwa mwandishi ameifundisha jamii kuachana na imani ya ushirikina, si ndio? Sawa? Hapo utagusa ile mama mjane, si ndio? Ndio. Aliyesema mume wangu amemroga, maskini amekufa akiwa bado ama alikuwa haumwi, si ndio? Kumbe aliumwa kipindupindu kwa uzembe bila kujua, akawa amekufa. Kwa utagusa imani ya ushirikina, mtaje mwanamke. Kama ikibidi uelezee na jamii yetu, bidi uelezee na jamii yetu shida inazozipata katika mambo ya imani za dini za kishirikina. Sawa jamani? Ndio. Lakini leo nitaka ujenge msingi namna kuandika utangulizi, kusoma swali, kulielewa na kuhitaji nataka kitu gani. Tumalizie hapa kwa leo, sio? Ndio. Asante.